Amen. Pastor, niko na swali kuhusu ndoto. Niambie. Nimeota ndoto mbili. Lakini ya kwanza ilikuwa nimeota na farasi wanne wanapepea. Farasi mmoja mweupe. Panguza nao macho hivi. Usiwe na shida ya macho kwa jina la Yesu. Karibu. Farasi watano wanapepea kwa hewa. Kulikuwa na watu wengi. Alafu sasa hiyo farasi moja mweusi alikuwa mbele, wengine watatu wanyeupe wako nyuma, alafu kuna mwingine amfifia kwa kule nyuma kabisa. Sasa mmoja mweupe akashuka kwa watu. Mimi kila mtu alikuwa anapiga picha. Sasa mimi nilikuwa napiga picha, ile moja ilishuka chini kakuja kwenye niko. Nikashangaa mbona imekuja imeniangalia mimi, alafu nikiangalia haikai farasi uso. Iko na mapua kama ile ya ndovu, alafu ni kubwa zaidi. Ikaniangalia alafu ika bow down, alafu ikaenda. Haya, hiyo ndoto nyingine nimeota leo. Ile mattress yangu, huyu ni mke wangu. Ile mattress tunalia imekuliwa na wadudu, imebaki kwenye niko. Sasa nikotaka kujua na maanishaje. Mwisho wapi? Ashikilifi Mnarani. Easy to understand spirit of light and spirit of darkness. But remember, uko na opportunity ya kutumia nuru ulionayo kuondoa hili giza. Lakini unapoona mattress imeliwa, imebakia pale ulipo, ndoa yako imeenda. Huyu mwanamke ashaenda. Nimemrudisha kwako kwa jina la Yesu. Asante pastor, asante. Alafu kitu moja pastor. Au kwa unaelewa kweli? Niko nimeelewa pastor kabisa. Ulikuwa umeelewa? Niko nimeelewa, lakini sasa nilikuwa nataka ile ufufunuo wa ndani zaidi. Alikuwa shine sababu akona hasira zingine ambazo si. Kabisa akona hasira. Hazi nisikiza nikiongea. Iko hasira ziko hapo tu na anafanya uamuzi wa hapo. So ubaya, unaona watu wako na skati ya wametushinda na akili mara ngapi? Sana. Mwanamke anapanga kukuacha miaka 2 ijayo na anaishi na wewe hapa. Miaka mingapi? Na amepanga kukuacha miaka 2 ijayo. Na ana save na ananunua shamba na anajenga nyumba na hautawahi ona. Hautawahi jua. Siku ile anaenda, siku hiyo ndiyo anakuonyesha anakupenda kweli. Unaenda kazini ukiwa umelala 444, hata sio 444, 666. Kitambo urudi. Huwa wakienda wanaenda mwanamke upiga hesabu zote. Tusiende huko, nishakurudishia ndoa yako. Asante pastor. Kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mami, kwa nini wewe unakasirika sana mama? Ni kitu tu inanikujianga, inatuma nisikie kama namchukia, sitaki kumuona, yani nasikia kama niko fully independent, yani simuhitaji kabisa. But at sometimes nikikaa ninaona ile life yenye mama aliishi ndio nimeanza kuishi. Like yeye alikuwa na feel ako fully independent, hataki mwanaume kwa maisha yake. Sometimes sitaki kumuona, sitaki kumsikia, hataki mimi sasa sitaki kumsikia, sitaki kumuona, sitaki. Nani alikuwa anaishi haya maisha? Mom. Yeah. She was a single woman and si tumelelewa na mpango wa kando. So how old are you? I'm 23. Nitakuuliza swali ambalo nishauliza mara nyingi sana. Huwa mkikuwa na hamtarajii rejection, hamtarajii divorce, it is something that you never dreamt about? Never thought of? Never. And you find a man who loves you from his heart and you love him from your heart? Yes. Na unajikuta uko na virusi vya roho ya nyumbani. I don't mean disease, a spirit. Exactly, because unashtukia imefika saa inataka kukufanya kama mama. How do you feel? It's very frustrating because
each and everybody huko nje anasema uko na mwanaume ambaye anakupenda, but mi najua ndani like ni kama naona kama yeye anipendi, like sasa mimi simtaki. Watu wanapokuona yes, wanaona umebahatika kuwa na mume akupendaye. Yes, and lakini wewe unajua. Yes, and pia wanataka kukuwa na marriage kama yetu, but mimi naona hakuna kitu iko hapo. So ni wakati niko yeye ananiambia most of the time nikae kwa Mungu na niombe sana. So wakati ninataka kufanya hivyo siwezi, niko na usingizi completely. Alafu ikiwa uko na mke aombaye na wewe unalala, hamtaelewana. Ikiwa uko na mume anayeomba na mke analala, mkiamuka, huyu anayelala ameamuka na hasira tu. Kufua nguo ni lazima, za kuvaa umwambie akupe nguo uvae ni kukosana. Na kiketi kwa kitanda atachukua 45 minutes ndiye aende pale kutoka hapa kwa kitanda, na anaenda mdomo ikiwa mbinguni na pua liko angani. Kupika chai, anapika chai ni kama amekwazwa. Bora tu utatoka ukiwa na maumivu, utarudi na maumivu. Kinachomfanya hivyo hajui. Hivyo ndivyo mnaishi. Yes. Alafu ni vibaya sana cause sasa hivi venye like nimeanza kuhangaika na job na mtoi na marriage, alafu kitu kingine kupendwa na wanaume. Hata tukiona yeye wananifungia tu macho tukiona yeye. Sasa inaniuma cause wanaume wananipenda tu bure. Hata ukiwa na yeye, hata nikiwa na yeye, yani amuoni kabisa. Nitakwambia kitu fulani. Unaona hizi vitu viwili, hizi vitu ni madirisha. Wale walio ndani ndio wanatumia kuona, na wale wako ndani ya wengine wanatumia kuona. Na spirit of rejection and divorce huwa inafanya kazi kwa pamoja na roho ya kupendwa. Yani unapendwa mpaka unasema hata hii takataka nikiachana nayo simtachukuliwa na mtu wa maana. Then it stays in your mind, it rings in your mind all the time. Na kosa ndogo inakuwa kosa kubwa, kitu kidogo kinakuwa kitu kikubwa. Na ukikasirika unatamani akasirike, asipokasirika unatamani ufanye kitu akasirike. Kwa nini akasiriki? Na asipofanya uamuzi mbaya unamsukuma afanye uamuzi mbaya ndio kuharibike. Yani ni hivyo tu venye umesema, hakuna kitu kingine. Yakisema kitu na yani imenikasirisha, lazima nimwambie kitu. Yeye akasiriki aseme kitu mbaya yenye pia mimi nitakasirika zaidi. Yes, sasa ndio mimi niseme sababu si mimi, sababu ni yeye. So mimi sijamwambia. Alafu unaona watu wanakupenda. Hakuna hata kifaranga kitakuoa. Watu wote waliopendwa wakiwa kwa ndoa, waliowatoa kwa ndoa waliwaacha nje. Hakuna mtu anakutoa kwa ndoa huwa anaishi na wewe. Na mkiishi, mnaishi maisha ya kusukumana hadi kifo. Kwa sababu most of the men wenye wananipenda like ni watu wako na gari, wanafanya kazi kwa, yani ni watu wako na pesa tu. Niko na magari, nikwambie uko na miaka 20 na ngapi? 3. Hakuna utajiri kwa gari sijawahi kuona hata leo. Wale ambao wanatafuta wanawake weupe hawataki weusi. Niko na mwanamke weupe. Hakuna urembo kwa mwanamke mweupe hata moja. Wale ambao wanataka kukula nyama, kuku, hakuna utamu kwa nyama ya hoteli kuliko nyama ya nyumba yako. Hakuna. Wale wanaotaka kulala kwa 5-star hotel, hakuna utamu wa usingizi kwa 5-star hotel. Usingizi ni wako wewe mwenyewe. TV ni TV. Iwe
100 inch iwe 21 inch, image ya mtu ni image ya mtu, message ni message. Uzuri wa maisha ni wako wewe mwenyewe ndani ya moyo wako. Niulize mimi, ukiuliza watoto wangu watakwambia baba anapenda sima mboga, kwisha. Sijaona, yani mpaka leo ukinipikia chapati na maragwe na kuuliza, uliangalia tu ukaniona mimi ni mtoto unipikie hii kitu? Ukinipikia chips na kuku na kuuliza, umeniona tu mimi ni mchumba wa kununuliwa kwa hoteli na chips na kuku? Sababu haitanisaidia hizo vitu vya kudunga, vitu vya kukula na vidole vile. Oh my God, kwani mimi umri wangu ni oh my God? Ule uzuri nimejua dunia hii ni kupenda kutoka moyo wako, kupenda kutoka moyoni. Hii kitu nakwambia ni ukweli. I've looked and checked into life. The best couple ni wale wanaoelewana. Sio yule aliye na nywele fupi na yule aliye na nywele ndefu. Ni yule anayeelewa mwenzake. Hiyo ndio ndoa nzuri sana. Na ile siri ya watu kuishi kwa pamoja bila kukosana ni kumtoa mke wangapi na mume wangapi? Nikwambie, simu. True. Cause kuna time yenye alikuwa so much addicted. Me by then sikuwa na issues. Sasa yeye ndo alikuwa na issues. Shida ilikuwa simu. Ako Facebook, TikTok, pornography, nini vitu kama hizo. Sasa mimi kuna time nilikuwa na fast na muombea, ikakuja ikaisha. Sasa yeye ana fast. Sasa yeye ana fast, yeye ndiye ananiombeanga. Alafu kitu fani, mimi nikiambia Mungu request, aniwa nijibu, anamjibu yeye ndo ananiambia. Sasa unasikia kukosana na Mungu? Sasa most of the time niko frustrated. So ninaambia Mungu naomba nipate kazi. Yeye anaoneshwa. Nakuwa nakasirika, nauliza ama nikiomba yeye anaonesha like mbele. Sasa mimi nakasirika na shanga. Si mimi nimeomba. Kujibiwa wewe, yes, anajibiwa yeye. Yes, sasa mimi nakasirika. Alafu nikwambie kitu. Nilioa pasa Sara akiwa kwa huo umri, alikuwa 21. Wewe uko 20 ngapi? 26. Mimi pia nilikuwa 25. Sasa nikwambie, tukiwa tunaoana kwa hii age, what we think about 78% is making love. And making love is not the highest percentage in marriage. Marriage is a collective responsibility into the future. So utakapogundua hata ufanye mapenzi na mwenzako bado ni yule, kama ni mkora tu, hakuna, unaanza kusikia ili niachana huyu mtu. Hapana. Muangalie vizuri na uangalie kesho, utaona mume mzuri. Muangalie vizuri na uangalie kesho, utaona the best wife. Pastor, nilikuwa ninaomba uweze kumponya, akona shida ya hemorrhoids. Akienda haja kubwa huwa anatoka damu sana na anakuangana uchungu sana. Nilikuwa naomba umponya. Alafu mimi hiyo mashida yote ya ukoo ya mama yote amepitia. Naomba atakana upone roho kwanza. Sababu ukipata kazi utamwacha kijana wangu. Upone roho kwanza ndio upate kazi. Na yenye niko nayo sai. Na yenye niko nayo sai. Ipi? Hiyo kazi. Fanya tu. Sawa. Ndio fanya. Nyinyi si mmesikia nikwambia nimemrudishia mke wake? Nimewafunga na kamba. Hata ukijaribu kutoka unafika pale unavuruta bag. Acha likae tu. Ile kitu nimegundua ambao tunasherekea mimi na Pastor Sara. Bwana Yesu asifiwe. Ako wapi?
nilikuwa sikuongeleshi wewe, funga masikio. Ile kitu nimegundua nzuri kwa kuishi na Pastor Sara ni kuishi watu wawili, then tukahusisha watoto wetu. So tunaishi sisi, akiwa na time na simu sitaki, nikiwa na time na simu atakuja kuniambia, pastor, time yako na simu inazidi time yako na Mungu. Yeye ni watchman wangu, mimi ni watchman wake. Kifua changu ndicho pilo ya kichwa cha Pastor Sara. Umesikia hiyo statement? Hiyo sio mafumbo, ni hivyo. Yeye akija kulala anawekanga kichwa chake upande huu. Wewe unaweka kichwa chako upande kwa pilo? Yeye ako east, mimi niko west. Sija kushtaki na sijasema shtaki. Hii kitu si fumbo. Aje kulala tu, awe amelala huku, hawezi kutumia pilo, yeye anaweka kichwa hapo. Wewe unaweka wapi? Mimi naangalia huku, anaangalia huku. Kwa nini? Nani anaingia kwa kitanda kulala mapema? Mi most of the time ninaendanga kulala mapema, ndio yeye anapenda hivyo, but sasa mimi naona ananichokesha tu. Sasa mimi naenda kulala wa kwanza. Anakuchokesha kufanya nini? Hivyo tu, sababu anapenda akilala nalalia hapa. Unataka ulalia? Anataka ulalia hapa. Lakini sasa mimi nataka tu niangalie huko kwa ukuta huko. Mbuzi. Sasa unafanya nini kwa hii nyumba kama unalala ukiangalia ukuta? Una enjoy nini? Because it is not making love. It is enjoying life. Falling in love with this man. True love. Not only having sex. True love. Sasa ikiwa umeangalia ukuta na huyu ameangalia huku, unafanya nini kwa hii nyumba? Ukiamuka ukipika chai unapikia mtu ambaye unampenda? Unafuanga nguo zake? Unazipenda hizo nguo? Si sana. Nani anamchagulia nguo ya kuvaa? Mostly yeye, but sometimes mimi. But mostly yeye. Atachaguaje nguo ambazo anavaa? Sasa labda avae, labda nimwambie hiyo hapana, badilisha hiyo. Sasa ingine namwambia hiyo hapana, badilisha hiyo, na sasa namtolea yenye avae. Sasa juu sasa yenye tu ameona. Kwa nini umchagulie? Kitambo tulikuanga hivyo, sasa ndio. Kwani mko na miaka mingapi tangia muone? Tuko na si mingi sana. Kama mingapi? Labda sababu tulikuwa high school. Yaani mimi nilikuwa high school, alikuwa college. Sasa mimi nilikuwa girlfriend, yeye alikuwa boyfriend. Balance brought forward. Yes. Lakini mumeoana lini? Ilikuwa 2021. Na tuko 2025. Hii miaka 4 ndio ushachoka, ndio unaita kitambo. Si mnaweza kurudi na kupendana? Mnakula kwa sahani moja? Sasa hii hapana, kitambo Kitambo sasa hii hapana. Kitambo ni lini? Hiyo like sasa hii miaka 4 ndio kitambo. Tulikuwa tunashare plate ni moja, kijiko ni moja. Sasa hii hata sisi tuko na miaka 20 bado tunatumia plate ngapi? Intruders are our children. Wao ndio wanavamianga hiyo sahani yetu, na wakija wanaweza kulia kwa sahani yetu ama tunawapa. Nasaidia mtu kwa hii kitu nafundisha. Wavamizi waliovamia ndoa yetu ni watoto, sababu lazima tukule na wao. Sasa wakija sisi tunakula kwa sahani yetu, wao wanaweza kuja wakule kwa yao ama tuchangia. Mnakula kwa sahani mbili, inakaaje? Yeah, nani anaoga wa kwanza? Yeah. Hamuogi pamoja?
Hey, mnakuwaje mwili mmoja na roho moja? Unajua kuna watakatifu hapa na wao wenyewe waliachana kitambo. Hata hiyo kitu anasema sasa Pastor Ezekiel wacha matani. Kuna watu wazima hapa ambao wananiongelesha lugha ya Gen Z. Wacha mchezo. Wacha mchezo basi. Hivi miaka 4 amuli kwa sahani moja, amuogi kwa bathroom moja kwa pamoja. Yani sasa hivi kila tunapatana tu simu. Anajua password ya simu yako? Mimi nilikataa touch cause niliona sina time. Ulikataa touch ya mimi sina touch, niko na kabambe lakini yako na touch. Mimi niliona nikipata touch na waste time. Waste time ya nini? Yani mostly nitakuwa TikTok, WhatsApp, wapi. Ukajiwekea discipline. Because yeye alikuwa mtu wa Facebook nini, na mimi sikuwa nataka nikuwe kwa hiyo routine. Okay. Kwa hivyo mtu anakula kivyake, analala kivyake, na nafikiria hii itasaidia wengine. Nikiingia kwa nyumba, kwa bedroom yangu, siwezi nikakaa 10 minutes basa Sara yuko. Nitamuita. Yani huwa tunafanya hivi. Si sahi niko hapa na yatakana tukule jioni kabla ibada kuisha. Si anataka kupika, yeye apange vile hiyo chakula itapikwa. Nikikuja tunaketi pamoja kwa hii chumba chetu. Si kwamba aende akae kitchen nikae hapa. Nitaanza kukaa na TV na simu, alafu ndoa imevunjika. So mimi nikija, yeye ndio TV yangu na mimi ndio TV yake. Story. Sababu the more naketi peke yangu, the more napigia wengine simu, sababu si niko peke yangu. And that is what is breaking marriages today. The more nitakuwa kwa simu, sasa naweza nikatoa. Siku moja alichelewa kutoka huko kitchen, so nikamuita, mpaka wale walikuwa huko kwa kitchen wakashtuka. Walikuwa wengine ni watendakazi, walihamahama. Leo pastor amekasirika. So ukitoka hapa, go practice this, itawasaidia. Sawa. Mfanye kuwa rafiki yako, then prayer, sacrifice, fasting, love, obedience. Obedience means I don't like it, but I have to obey it. Love covers all. Love does not count number of times someone sinned against you, and that one will give you prosperity in life. Sio kesi maisha. Asante. Unajua nilikuwa naponya ndoa ya mtu mwingine ya kwa TV hapo. Sasa hiyo wamegongana, wewe ndio unakaanga kitchen. Na mwingine ananiambia kwenda huko mnapika mpaka saa 5. Unajua kuna wengine ambao mke akienda kupika atapika mpaka watu waanze kulala. Bwana Yesu asifiwe. Unakula ukiwa hivi, na hiyo ndoa iliisha kitambo. Jambo la mwisho, Pastor, at this 26 years I've nothing. Ni bibi tu na mtoto, sina kazi, hakuna kitu nafanya ina succeed. Hiyo tushaelewana. Sawa.